kesho. Kwa mfano, let's say unataka, ndoto yako ni kuwa tajiri. Unaona nini unavyojiona tajiri? Neno linasema nini? Kwa sababu unajiona nini, unatakiwa upokee kwenye neno, alafu ukiamini kile ulichojiona kupitia neno. Ni process ambayo ukijua ni siri mojawapo ambayo imebadilisha wengi sana wanaoishi kwa mfumo huo. Sasa kwa mfano, Biblia inasemaje? Maadamu wakati wa kupanda udumupo, wakati wa kuvuna hautakoma. Unahitaji kuwa mkulima mkubwa, manake kwa namna yoyote ile unajua kwamba wakati wa kupanda unavyokuwepo, wakati wa kuvuna hautakoma. Yusufu, pamoja na kuwa alienda kama mtumwa Misri, ila alijiona kama mfalme. Unasema nilijuaje? Alikataa kulala na Potifa, sio tu kwa sababu alisema nifanyeje ubaya huu nimkoshe Mungu, lakini Biblia inasema Yusufu alistawi sana. Alistawi akiwa Misri. Kwa lugha nyepesi, alikuwa ameshaanza, alisema bwana wake amemweka juu kuliko vyote isipokuwa mke wake. Kwa alikuwa tayari amestawi, lakini kiwango cha ndoto yake, jinsi alivyokuwa anajiona ndani, alikuwa anajiona mkubwa zaidi. Watu wengi tumeshindwa kuachieve kwa sababu ya vitamaa vidogo vidogo. Mtu unaanza kujiona, ujionavyo mtu nafsini mwako ndivyo ulivyo. Kwa mfano, mtu labda umekuwa mtu labda unaumiliki una huduma, unaona watu wangapi unaoweza kuwasimamia, itaamua Mungu akupe kiasi gani. Unaona wewe, ukijiona wewe ni wa wilaya, utapewa ngazi ya wilaya kuwasimamia. Ukijiona wewe ngazi ya tawi, utapewa hivyo hivyo. Kwa nini? Ndo maana kila mtu amepewa kumega kipande cha mkate wake kadiri anavyojiona. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukitaka kumbadilisha mtu, kabla hujabadilisha hela zake, kabla hujambadilisha kingine chochote, badilisha kwanza mindset yake. Shetani anachofanya cha kwanza, anakamata taarifa sahihi juu ya huyo mtu. Akishaikamata hiyo, anakuwa na